ukisoma Sunan at-Tirmidhi taban bila shaka Imam at-Tirmidhi yeye kazileta kauli zao. Soma Sunan at-Tirmidhi utakuta kauli. Tirmidhi ana mwanafunzi wake anaitwa Ibn al-Mundhiri, ana kitabu chake kinaitwa Al-Ishraf Ibn al-Mundhiri. Hichi kitabu cha Al-Ishraf Ibn al-Mundhiri ndani yake kuna kitu kingi sana katika aqwali za ahlul ilmi min as-salaf. Ndo utawaelewa mafuqaha wengi. Lakini vile vile ukitaka kufahamu mafuqaha wengi kuna musannafat kama musannaf ya Abu Bakar ibn Abi Shayba na vitabu mbalimbali vya ahlul ilmi al-kibar. Kama ukisoma Muwatta ya Imam Malik ndani yake kuna aqwali za Sa'id ibn Musayyab, na ukisoma vitabu tofauti viko vitabu ambavyo vimekusanya kauli za hawa ahlul ilmi. Lakini kubwa zaidi kama utasoma tarajim basi utaelewa kwa fulani katika mafuqaha. Kama ukisoma Tadhkiratu al-Huffaz utaelewa kwa sababu ni kitabu ambacho kimekusanya tu mahuffaz, utambua huyo alikuwa ni katika mafuqaha, aliandika kitabu huyo ni katika mafuqaha. Kwa hiyo utaelewa bila shaka mafuqaha wako wengi. Sisi tutazungumzia hawa ambao taban wanafahamika kwetu sana, waliokuwa na misingi yao kama Imam Abu Hanifa. Katika misingi yake ya mwanzo aliyoiweka alikuwa akiwaambia wanafunzi wake, idha saha alhadithu fa huwa madhhabi, ikisihi hadithi basi hiyo ndio madhhabi yangu. Yani hata kama nimelizungumza jambo kisha hadithi ikaje ikazungumza tofauti na maongezi yangu, basi mimi madhhabi yangu ni kule ilikokwenda hadithi. Lakini vile vile alikuwa akisema, la yahilu li ahadin, haifai kwa yoyote an yaakhudha biqaulina, achukue kauli yetu, ma lam ya'lam min aina akhadnahu, wakati hajui sisi ile kauli tumeichukua wapi. Yani hili ni himizo la kuwa chochote ambacho anakisema Abu Hanifa akitegemeza kwa dalili, wanafunzi wanatakiwa wahifadhi dalili kwanza kabla ya kuhifadhi kile alichokizungumza. Yani tuangalie namna ya kauli zao na jinsi walivyoasisi uzuri wa kile ambacho mpaka leo kinaendelea na wanatajwa kwa sababu ya kile ambacho wao wamekifanya. Lakini vile vile Imam Abu Hanifa katika kauli zake akasema, haramun ala man lam ya'rif dalili, ni haram kwa mtu ambaye hajui dalili yangu, an yuftiya bikalami, atoe fatwa kwa maneno yangu. Yani hujui dalili ya Abu Hanifa katika hukumu ya sheria kisha ukatoa fatwa, yeye anasema hapana, usifanye kwa sababu itakuwa umetoa fatwa ala jahili. Lakini vile vile katika mambo ambayo yananakiliwa kwa Abu Hanifa anasema, fa inna basharun naqulu alqawla alyawm wa narji'u ilmu ghadan, sisi binadamu tusema kauli leo halafu kesho turejea, yani tunaacha ile tuliyoisoma leo. Maana yake jitahidini kulazimiana na kauli zetu pale zile kauli zetu zinapokuwa zinaendana na dalili. Kwa hiyo haya ni katika baadhi ya maneno ya dhahabu ya Imam Abu Hanifa ambayo kayazungumza yeye hasa katika upande huu wa kuwaelimisha wanafunzi na kuwaekea vidhibiti vya nini wasome na wachukue kutoka kwake. Lakini Imam Malik vile vile ana maneno. Imam Malik rahimahullah yasema, inma ana basharun ukhti'u wa usib, mimi ni binadamu napata na nakosea, fanduru min ra'yi, basi angalieni kile ambacho mimi nimekipendekeza katika rai, fa kullu ma wafaqa alkitab was sunna, mkiona hicho kitu nilichokipendekeza kwamba kitu kadhaa kinafaa au hakifai, fa kullu ma wafaqa alkitab was sunna, kila ambacho kama kimewafikiana na kitabu na sunna, fakhudhuhu, basi kichukueni. Wa kullu ma lam yuwafiq alkitab was sunna fatrukuhu, kile ambacho kama hakijawafikiana na kitabu wala sunna kiacheni. Yani hawa sisi madhhab hizi ndio kauli zao. Ukiona kuna jambo ambalo limewafiq madhhab ya Malikia katika kitabu na sunna, basi ndio madhhab ya Maliki. Na hata kama alizungumza yeye, ikija dalili ikawa inakwenda tofauti na kile alichokizungumza, basi kwa makini, madhhab yake ni ile ambayo imewafikiana dalili, hicho alichokizungumza kashakwambia kiache. Kwa hiyo watu wa Malikia nadhani huu ni msingi mkubwa sana juu ya kufuatilia aqwal ambazo zinasibishwa katika madhhabi ya Malikia, kama ambao ni Hanafia. Tayari msingi tumeshauelezea aliyoweka Imam Abu Hanifa, kauli zake za dhahabu na kauli za admasi hizi za Imam Malik.
Lakini vile vile Imam Shafi'i rahimahullah katika maulama ambao wanakubalika sana pande za Afrika ya Mashariki, katika madhhabi yetu hii ambayo sisi tumesomeshwa fiqh hii, vitabu mbalimbali na tumeishi katika mazingira tunasema madhhabi ya Imam Shafi'i rahimahullah, katika tabiina wadogo, ambaye naye vile vile ana kauli zake za almas. Taban kuna mambo mengi naye kayazungumza kuweka misingi. Miongoni mwa mambo hayo asema, famahma qultu min qawli yoyote ambayo mimi nitasema, au asaltu min aslin, au nitaweka msingi wowote fihi, ndani yake, ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam khilaf ma qultu, lakini katika msingi huo kuna hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inakwenda kinyume na kile nilichokisema. Mwingine atasema kwa nini aseme hadithi ya Mtume aseme Qur'ani? Kwa sababu hadithi ya Mtume ikiwa inakwenda kinyume na jambo hilo, bila shaka Qur'ani itakwenda kwenda kinyume na hilo, na ikiwa Qur'ani inakwenda kinyume na hilo, basi bila shaka hadithi itakwenda kinyume na hilo. Wakati huo kina Imam Shafi'i na kabla yao, yani ilikuwa ni Qur'ani pamoja na Sunna, na ilikuwa ni mtu kuhudhuria katika majalisi za wanazuoni wa hadithi akashereheshewa makusudio ya kitabu na Sunna, ndio fiqh yenyewe. Na ndio maana Qur'ani bila shaka hawezi kusema kikikuta kitu kina khalifu kile kilichokuja katika kitabu, kwa sababu kitabu ndio msingi wao walikuwa wakiutumia. Lakini katika Sunna baadhi ya wakati anaweza mtu kulisema jambo halafu ikawa Sunna haijamfikia, lakini mara ni vigumu mtu aliyofikia martaba ya Imam Shafi'i mpaka kuwa alim kusomesha Qur'ani hali ya kuwa kuna baadhi ya ayati hazijamfikia. Yani hii mafhumu lazima ifahamike. Wao walikuwa wakizungumza Sunna, yani ikatokezea kuna Sunna ina khalifu ilichokisema, kwa sababu Sunna ni nyingi na watu wapo katika miji mbalimbali, na watu Sunna taban bila shaka wamezisomesha sehemu mbalimbali. Kwa hiyo hao wote katika maulama kuna baadhi ya hadithi unaweza kusema hazikuwafikia wao, na kuna nyingine ziliwafikia. Kwa hiyo ndio maana walikuwa kiweka msingi. Kitokezea mimi nimesema alafu kuna Sunna, pengine mimi nimekataa jambo, kuna Sunna ikaja kuwa hili jambo linathibiti, basi watu wachukue Sunna. Lakini kwa nini hawasemi Qur'ani? Kwa sababu nyingi. Miongoni mwa sababu hizo, sababu ya ndani kabisa ni kuwa wakati wao baada ya mtu kusoma Qur'ani kulikuwa hakuna somo jingine isipokuwa ni mtu kusoma hadithi, na akishakaa kwa mwanazuoni ambaye anafahamu Qur'ani na vile vile mwanazuoni ambaye anafahamu hadithi, ndio yeye atasoma fiqh, kama ambavyo inshallah tutakuja kuona kwa hawa wanazuoni na wanafunzi wao. Kwa hiyo huweka msingi kwamba ikija hadithi, kwa sababu Qur'ani wanazuoni wote hawa unakuwa wanaifahamu, kwa sababu tutaona jinsi gani ya jilsa zao na madhhab zao walivyokuwa wakizisomesha. Kwa hiyo Qur'ani si yeye tu kama alim, lakini mpaka wanafunzi wanakuwa ni watu ambao wanauelewa. Kwa wakati wao ilikuwa jitihada ya kufahamu kitabu cha Allah tabaraka wa taala ni kubwa, na mahufadh wako wengi, bali wale ambao wanaweza kufanya istinbatat katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala na munakasha walikuwa ni watu wengi. Kwa hiyo bila shaka kwenye Qur'ani walikuwa ni watu ambao wamebobea, na tutamuona nani ambaye Imam Shafi'i mwenyewe huyu anamsifu katika halawa na uzuri wake na maneno yake, kwa kana kwamba anasoma Qur'ani, yani ule uzungumzaji wake, yani jinsi ile Qur'ani ilivyoingia katika damu. Tutaona kwa tawfiki yake Allah tabaraka wa taala katika darasa yetu hii mwanzoni kabisa, tukielezea wanafunzi wa Imam Abi Hanifa. Kwa hiyo ndio maana akasema famahma qultu min qawli, nikisema kauli yote, au asaltu min asli, au nikaweka msingi wote fihi ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam khilaf, ndani yake kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuna kitu ambacho kina khalif sunna, ma qultu, kwa kile nilichokisema, fa qawlu ma qalahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam, bas qawl ni ile aliyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa huwa qawli, na hiyo ndio kauli yangu. Yani
wale ambao wapo katika madhhabi ya Shafi'ia, kama kuna jambo analitakidi kwa katika madhhabi ya Shafi'ia na kuna dalili iliyothibiti inakhalifu jambo lile, wafahamu kuwa kile wanachofanya sio madhhabi ya Shafi'i. Shafi'i kashirikata lile, Shafi'i madhhabi yake ni ile sunna. Lakini vile vile idha wajadtum fi kitabi khilaf sunna, asema mkikuta katika kitabu changu kuna jambo lina khalif sunna, yani lina khalif sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqulu bi sunnati rasulillah sallallahu alayhi wasallam wada'u ma qultu, nyinyi semeni, chukueni kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na acheni kile ambacho mimi nimekisema. Barakallahu fikum. Kwa hiyo haya ni maneno ya dhahabna almas. Hawa na wazuni walikuwa na tawadhi na wanafahamu nini elimu, yani hawa wanajua nini elimu, sababu tutaona jinsi ya hali za hawa maulama na wanafunzi wao, na hawa wanafunzi walikuwa na martaba ipi ya kielimu na mambo mbalimbali. Taban tumebakiwa na Imam Ahmad ibn Hanbali, tuone naye asema nini. Asema la tuqalliduni. Imam Ahmad ibn Hanbali asema la tuqalliduni, usinige mimi, wala tuqallid Malikan, wala usimuige Malik, ولا الشافعي ولا إمام الشافعي ولا الأوزاعي ولا إمام الأوزاعي ولا الثوري ولا إمام الثوري. هنا إشارة يقوى هاوتني katika maulama. Wakhudhu min haythu akhadhu, chukueni pale walipochukua wao. Yani usifanye jambo ukasema Ahmadi kafanya, hapana, fanya kwa sababu kuna sunna. Na ndio maana tulipokuwa tukielezea misingi ya marwatu wa hadithi katika darasa, miongoni mwa darasa zetu za karibuni, tulizungumza baadhi yetu kama walinganizi au kama walimu, kuna makosa tunakuwa tunayafanya pale kunapokuwa kuna dalili ya kisheria ima katika kitabu au sunna, halafu jambo lile kalifanya mmoja katika wanawazuoni, sisi tunalinasibisha lile jambo kwa yule mwanawazuoni bila ya kuvuka kwenye kitabu na kuvuka kwenye sunna. Yani ni sawa na kusema kuwa mmoja katika wanawazuoni alikuwa anasali usiku. Kwa hiyo ni jambo muhimu sana, kwa sababu wanawazuoni kama kalitilia umuhimu kusali usiku na sisi tulishike, hapana. Unatakiwa useme kusali usiku ni jambo limethibiti mwongozo wake kwenye kitabu na sunna. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia Abu Huraira kadha, na labda kwenye kitabu kumekuja aya ambayo inahimiza watu kusimama usiku, lakini vile vile mmoja katika wanawazuoni mfano fulani alikuwa akitilia ihtimam hili, yani kuwapa watu kuwa hili jambo lina asili, halafu kwa sababu hawa ahlul ilmi walikuwa ni watu wanaofahamu thamani ya elimu, walikuwa wanafanyia kazi bila shaka kile kilichothibiti na dalili ni kwa mwanazuoni fulani na fulani na fulani. Lakini watu wengi wamekuwa wanakosa kutilia ihtimam jambo, kwa sababu wanaona kama mwanazuoni kafanya, kuna mwanazuoni mwingine pia kafanya jingine, mimi nitafanya hili. Lakini leti kama mtu anajua kuwa ni jambo ambalo lipo katika dalili ya kisheria, ina maana utamuelekeza yeye achukue lile jambo kwenye kitabu au kwenye sunna, na yule mwanazuoni iwe ni kama mfano wa utekelezaji wa lile jambo ambalo limethibiti katika kitabu na sunna. Na haya ndio maneno ya Imam Ahmad ibn Hanbali, wa khudhu min haythu akhadhu, kwamba msichukue kana kwamba sisi ndio asili, bali chukueni pale tulipochukua ambako ndio asili. Kwa hiyo masala ya kielimu, hasa wakati huu ambao watu wameisahau na wako mbali na madhhab as-salafia, ni wakati wa kuhimizwa watu waweze kuelewa zile usuli za madhhab ya salafia, ili wale wanaopinga wapinge ala ilmin liyahdika man halaka an bayyinatin, ili yule ambaye ataacha dalili ya kisheria kwa sababu ya hawa za nafsi zake, aache hali ya kuwa tayari ameshabainishiwa, wa yahya man hayya an bayyina, na yule ambaye Allah tabaraka wa taala atamwafikisha kushika ile jambo, Allah tabaraka wa taala akamuokoa, basi anashika kwa sababu ana ilmu na maarifa na jambo lile. Kwa hiyo huyo ndio Imam Ahmad ibn Hanbali. Lakini vile vile Imam Ahmad ibn Hanbali katika maneno yake Almasi asema ra'ayu al-Auza'i, ile rai, yani al-Auza'i anapotoa mtazamo wake katika jambo la kisheria, wa ra'ayu Malik, na Malik anapotoa mtazamo wake, wa ra'ayu Abi Hanifa na Abu Hanifa, kulluhu ra'ayu wa huwa indi sawa. Hizi zote ni rai, hiyo ni mitazamo kwangu mimi iko sawa. Wa innama al-hujjatu fil athar, lakini wa inama alhujja, lakini hoja yangu mimi fil athar ni kwa yule ambaye kaendana na sunna, kaendana na aya.
Yani Imamu Ahmadi ikiwa kaletiwa kauli ya Abu Amr al-Auza'i inaenda tofauti na kauli ya Imam Malik, na kauli zote mbili zinaenda tofauti na kauli ya Abu Hanifa, yeye anaangalia nani yupo karibu na athar, nani yupo karibu na sunna au aya, huchukua kile ambacho kwamba kipo karibu na sunna. Maana yake na kuwa kauli yake aliyochukua yeye kaichukua kwa sababu kapata muongozo kutoka kwa huyu al-Auza'i ambaye alikuwa yupo katika wakati wa kina Imam Malik. Wakala na akasema vile vile ra'ayu al-Auza'i, mtazamo wa Abu Amr al-Auza'i katika masaili ya kisheria, ambaye al-Auza'i ni katika mafuqaha wakubwa waliokuwepo wakati wa kina Imam Malik, na ra'ayu Malik na vile vile mtazamo wa Malik katika hukumu za kisheria, lakini vile vile wa ra'ayu Abi Hanifa na mtazamo wa Abu Hanifa katika masaili ya kisheria. Anasema kulluhu ra'ayu wa huwa indi sawa, yote ni mitazamo na kwangu mimi ni sawa. Yote ambaye atazungumza kuwa jambo fulani ni hukumu katika hukumu za kisheria, kisha kauli zao zikatofautiana katika jambo hilo, anasema mimi kauli zao zote kwangu mimi ni sawa. Innamal hujjatu fil athar, lakini hujja ipo katika athar, yani yule ambaye kawafikiana na sunna. Kwa hiyo Imam Ahmad anaangalia si kwamba kwa sababu faqih kasema basi mimi nifuate, hapana. Sisi tunachokifanya faqih kasema, lakini je alichokisema kinawafikiana na sheria? Shekhe kasema, huyu shekhe alichokizungumza kinaendana na sheria au tufuate tu kwa sababu shekhe kasema? Hawakuwa na akhlaq za namna hiyo ahlul ilmi min as-salaf, wao walikuwa wakiendana na dalili. Na mwingine atauliza sasa, kila anachokisema shekhe mimi nitajuaje kama kinaendana na dalili? Ndio usome hadithi, ndio usome Qur'ani, ndio utajua. Maana sisi sote tuna wajibu tusome hadithi sana mpaka tujue kile wanachokizungumza wale walimu wetu na mashekhe zetu kinaendana na dalili. Tusome Qur'ani sana, Allah atupe nguvu ya kufanya hivyo. Wakala aidan, akasema Imam Ahmad vile vile, marada hadith Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa huwa ala shafa halaka, yule ambaye atarejesha hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam bila shaka huyo tayari ameshafikia kuangamia. Maana yake yupo karibu sana. Ikiwa kairejesha dalili ile kwa sababu hajui, basi vile vile ana mtihani, maana yake huyo lazima atakosea. Na ikiwa kairejesha kwa sababu anajua kuwa hadithi ni sahihi kairejesha, basi anakuwa sio ala safa, bali huyo anakuwa ameshaangamia. Kwa hiyo hii ni kauli kwa yule ambaye karejesha hadithi lakini kurejesha kwenyewe kwenda katika shaka. Maana yake shaka ni 50% kwa 50. Lakini yule ambaye anauthibitisha kabisa kwamba hadithi ni sahihi akarejesha, masali ya kiitikadi, ili kadhia ya kiitikadi tena sio ya kifiqhi tena, kwa huyu mtu sasa karejesha sunna, basi maana yake kaikataa sunna, anakufuru kwa sababu ya kufanya hivi. Kwa hiyo ni jambo la umakini sana pale inapokuja sunna ukasema sisi sio masalafi, hatuwezi tukafanya hivi. Hapana, utakosea. Baadhi ya mambo sio ya kifiqhi, mambo ya kiitikadi. Nasallallahu tabaraka wa taala an yahfadhana jami'an. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kwa hiyo huu ndio ufupisho wa utangulizi wetu ambao bila shaka tumekusudia tutoe kabla ya kuanza kusoma kile ambacho kwamba kinafungamana na yale ambayo sisi tumetaka kuyaelezea, madhhab 4 pamoja na waasisi wa madhhabi hizo, vitabu vyao, misingi yao katika kutoa hukumu za kisheria, lakini vile vile vitabu kama tulivyotanguliza katika upande wa motoni na sherehe za vitabu vyao, lakini vile vile fatawa, yani maana yake vitabu vyao ambavyo vimekusanya fatwa mbalimbali, lakini bila shaka na kauli wanazozitumia katika vitabu vyao, zile ambazo mara nyingi zina ishara kama sisi tukisema as-sahihain tukakusudia Bukhari na Muslim, au Sunan Abi Daud tukakusudia Imam Abu Daud na mfano wake. Kwa hiyo kuna kauli ambazo zinatumika katika vitabu vyao zinarudi kwa wale ambao ndio waasisi wa madhhabu zao, au
zinarudi katika vile vitabu ambavyo vimeandikwa na wale waliokuweko katika daraja ya mwanzo katika madhhab, walioasisi ile madhhab na kusambaza kauli na ijtihadati za imam, pamoja na kile ambacho kwamba wao wamekifahamu na kikawa ni sehemu katika madhhab, kama tunavyofahamu kuwa anakuweko alim kisha wale wanafunzi. Kwa hiyo hao wote katika daraja hii ya mwanzo huwa ni watu katika madhhab yule muassis, na wale ambao wamezungumzia mambo ya kielimu kupitia misingi ya yule muassis. Ndiyo maana baadhi ya wakati wanawafikiana naye na baadhi ya wakati wanakhtalifiana naye, kama ambavyo inshallah bi'aunillahi tabaraka wa taala tutakuja kuona katika darasa hii. Tunatarajia Allah tabaraka wa taala ajalie kuwa tumeshaelezea kitu kikubwa katika yale mambo ya dharura na muhimu anayotakiwa kuyafahamu yule ambaye anasoma fiqhi, yale mambo ya mwanzo, namna ya jambo la fiqhi lilivyo na kauli za hawa wanaozungumza fiqhi, kauli zao, lakini vile vile kuwa fiqhi ni maisha. Bila shaka fiqhi ni maisha na ni muhimu kwa sababu ni mambo ambayo ndio yanatengeneza mafungamano mazuri baina ya mtu na Mola wake, baina ya mtu na jamii, baina ya mtu na familia, mambo ya kiuchumi, kisiasa na mfano wake. Barakallahu fikum. Mtu wa mwanzo ambaye tunaanza naye katika wanawazuoni wanne, tunaanza na al-Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala, ambaye kazaliwa mwaka 80 Hijria na kufariki mwaka 150 Hijria.